Fundi habari? Salama kabisa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri kabisa. Natumai uko vizuri. Niko vizuri kabisa. Hivi ndio unapokuwa nyumbani kwako au ni eneo tu la kazi? Hili eneo la kazi tu ndio maana niko hivi. Hongera sana, nikupongeze. Asante, asante. Kimsingi tuko kwenye kipindi na hichi kipindi kinahusu Mtanzania mmoja mmoja. Ndio. Na hivi tunafahamu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Na hizi ni mmoja wapo pia ni Mtanzania. Ndio, ni Mtanzania. Kazi yako una kipi cha kumsemea Mama Samia? Kazi yako ya ufundi. Mimi namsifu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kujenga taifa pamoja. Tulikuwa na sisi kama mimi ndio fundi ujenzi, na tunajenga taifa la Tanzania. Hongera Mama Samia Suluhu Hassan. Amezisikia hizo kupongezani. Sasa wewe sio fundi ambao unajenga magorofa makubwa. Ndio. Sio fundi ambao unajenga barabara. Ndio. Lakini ni fundi ambaye unatengeneza nyumba za mtu mmoja mmoja ama kampuni za kawaida. Ndio. Na hii iko sahihi kwenye upande huo. Ndio. Sasa kwa upande wako binafsi, kutoka kwenye moyo wako, ndio, hii shughuli ambayo unaifanya ni shughuli ambayo umeisomea? Shughuli ya fundi ujenzi mimi sijaisomea, ila mpaka sasa hivi mimi naweza kuseti nyumba, kupandisha nyumba hadi juu, kupaua, pia bati, kuweka tiles, ila shule sijaenda kusomea, ila nimejua kutokana na idea ya kwenye site. Hii nimejifunza nikiwa msaidizi ndani ya miaka 2 ndio nikawa fundi professional. Nimpongeze sana kijana huyu kwa sababu hajaenda shule, ila shule yake amepata shule mficho. Ni shule ambayo tunasema alikuwa tu anasaidia fundi ndio mbeka mpatia maarifa. Kuna Tanzania wengi sana ambao wana hizo shida, lakini wakutana na mtu ambaye ni sahihi katika maisha, ndio tutasema ndio daraja la yeye kufika sehemu nyingine. Kipekee nianze tu kupatia huyu elimu huyu ndogo, alafu kisha yeye atakuwa ni mwanga kwa watu wengine wote kupata elimu. Kimsingi nirudi kwako. Ndio. Katika maisha ya kawaida lazima ukutane na watu wengi ndio uweze kupata hiyo faida ambayo unatamani. Pesa ambayo sisi tunaipata baada ya kuwa tayari mtaalamu kujenga hizo baadhi ya nyumba, kuna kitu kidogo tu ukikiongeza katika maisha yako, nasema kwamba taifa hili wewe litakutumia kama tunu. Ndio. Kimsingi hauna namna. Hicho kidogo tukipata elimu yako, ukatafuta cheti. Yaani uko tena wapi? Shuleni. Utafute cheti. Alafu kisha ukipata cheti manake umekutana na watu wengine ambao ni faida kwako. Watakuelewesha bwana, wewe kwa jinsi kufikia saizi cheti chako lazima uwe kwenye kampuni fulani. Ndio. Unajisikiaje kama ukipata cheti chako alafu ukawa huru kama mtaalamu ukafanya kazi shughuli yako sehemu yoyote? Wewe kama fundi sasa ambao una cheti chako uko tayari sasa kufanya shughuli hizi kwenye sehemu yoyote kama mtaalamu fulani. Unajisikiaje wewe kama wewe binafsi? Najisikia vizuri sana. Mimi mwenyewe natamani kuwa na cheti, ila kutokana na mazingira kuwa na familia kubwa sasa hivi, ule muda wa kwenda shuleni unakuwa muda ni mwingi sana kutokana na familia nishajiingiza kwenye familia. Lakini natamani sana kuwa na cheti na mimi niajiriwe kwenye makampuni makubwa, yani niitwe engineer contract, mtu wa kuchukua kazi za ujenzi sehemu yote ile, au la kutumika kwenye kampuni kama foreman wa kampuni. Nimpongeze pia, ameongea vizuri, ana matamanio makubwa, lakini familia ndio hofu yake. Lakini kimsingi nikukumbushe tu, elimu ya sasa hivi, japokuwa na familia, unaweza kusoma kwa muda wa ziada na ukapata cheti na ukawa professional kama maprofessional wengine. Si elimu ambayo kila mtu anajua kwamba niamke asubuhi, nivae sare, niende kazini, niende wapi. Elimu hiyo sasa haipo. Ila kikubwa zaidi tunatamani Watanzania wote waweze kujua kwamba elimu sio mzigo. Hata kama ukiwa na familia kubwa kiasi gani, lakini unaweza ukaandaa pesa yako, unaweza pia ukaandaa muda wako wa ziada na ukaenda kupata masomo mazuri na ukawa umeendeleza fani uliyokuwa nayo, ili mwisho wa siku ufanye kazi kama mtaalamu, uweze kuheshimika na mtu yote ambaye anakuchukua. Kimsingi sawa, tunafanya ujenzi sehemu mbalimbali, lakini kikubwa zaidi kuna maisha baada ya ujenzi. Jiulize fundi, mpaka sasa hivi umejenga nyumba ngapi? Nimejenga nyumba nyingi sana. Kuna bima ya afya? Sina bima ya afya. Je, ukiumia na kueje mfano?
Yaani ukiumia inakuwa unajitibia mwenyewe kutokana na hauna bima afya. Ni sawa sawa na ng'ombe dume akifutika mguu, kazi yani. Maana kuna kwa mzigo kwa familia, si ndio? Lakini kimsingi ukijiwekea mazingira ambayo ni mazuri, wewe na familia yako wote mnakuwa mpo salama. Ndio. Kwa hiyo nikupongeze sana kwa jinsi ulivyo, ili endelea kupambana. Serikali imeweka mifumo rasmi ya elimu na mifumo ambayo isiyokuwa rasmi ya elimu ili kila mmoja apate nini? Elimu. Tunawategemea sana vijana wenye nguvu ili mkifikia umri wa uzee sasa muweze kuishi kama vile nini? Wafalme. Na pia muweze kupata pensheni zenu mbalimbali za maisha. Mimi nakushukuru sana. Nimeongea haya kwa sababu